maana yake mwili ndio alikuwa ni mwanadamu 100%. Hebu tusome andiko hili ambalo linaweza kutupa ufahamu mkubwa sana, alafu twende katika majibu ya huyo ndugu yetu. Kwa hiyo kwa nje ulikuwa ni mwili kwa 100%, kwa ndani alikuwa ni Mungu kwa 100%. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 mpaka mstari wa 19 inasema hivi: lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 19, yaani Mungu, huo ndio mstari wa kuzingatia, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, yaani alikuwa ndani ya ule mwili akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo kimsingi wakati Yesu Kristo anakufa pale msalabani, Mungu alikuwa wapi? Uliokufa pale msalabani ulikuwa ni mwili, lakini uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi na kila kitu kilikuwa kinaendelea kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo mwili ndio uliokufa, lakini uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo okay, kwa hiyo Mungu alikuwa yuko pale pale, ila msalabani uliokuwa umekufa ulikuwa ni mwili. Kwa swali, nadhani yule ndugu yetu ambaye nimeshalijibu swali lake, na kama kuna swali jingine au niendelee na maandiko, kama liko swali jingine, lakini kama liko swali, kama hawezi sasa wakati anaendelea kunani kujipanga, niendelee na andiko Petro kwanza 3:18, nithibitishe kwamba uliokufa pale msalabani ulikuwa ni mwili. Petro kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 19 inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, sio uungu ndio uliwaa, mwili wake akauawa, bali roho yake akauisha. Kwa hiyo kufa pale msalabani ulikuwa ni mwili, uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi vile vile, kila kitu kilikuwa kinaendelea kuoperate vile vile, watu walikuwa wanaendelea kuongoza vile vile, kila kitu kilikuwa kinaendelea kuendeshwa na yeye vile vile. Nadhani swali mimi nimejibu. Kama kuna swali ndio maana nimekuja mtaani. Najua kuna watu wana maswali mengi, ndio maana nimekuja mtaani. Kama kuna swali linaweza kuulizwa, kama liko, ndio maana tumekuja mtaani. Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote, enendeni ulimwenguni mote, enendeni. Ndio maana tumekuja, tumewafuata, tunataka kama Yesu alipokuwa anatembea